Mwenyekiti wa bodi ya chuo cha Glorious Polytechnic, Dr. Mohamed Saleh Jidawi, amewaomba viongozi, walimu na wasimamizi wa chuo hicho kuongeza juhudi katika kuchapa kazi, kwani mpango mkakati wa chuo uliowasilishwa umekidhi haja na pale penye mapungufu viongozi wamechangia, jambo ambalo anaamini limewaridhisha wote. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mwenyekiti wa bodi ya Glorious mara baada ya kuongoza kikao maalumu cha bodi ya chuo hicho. Principal amefanya na timu yake wamefanya kazi nzuri kutayarisha mahitaji strategic plan ambayo imepitiwa na wajumbe wote wa bodi na zimetoka corrections ambazo na hakika mwalimu mkuu au principal atazipitia na kuzirekebisha. Wallahi mimi sina ujumbe mkubwa kwa sababu kazi nzuri wanafanya. They are doing very good work. Na isipokuwa nawaomba tu waongeze kazi nzuri wanayofanya. Mhandisi Idrisa Muslim Hija ni mkuu wa chuo, ameeleza kiini cha kikao hicho maalum. Mpango mkakati unakuwa kwa kawaida unaonesha mwelekeo wa taasisi yetu, tunatakiwa tufanye kitu gani au tumepanga kufanya kitu gani kwa muda gani, nani mhusika mkuu wa utekelezaji, pamoja na kuangalia mafanikio tuliyoyapata na changamoto tunazokumbana nazo na fursa ambazo tunazokuwa nazo katika kukiendeleza chuo na ule uwezo wetu hasa tuliokuwa nao katika chuo. Kwa hayo yote ukiangalia, baadaye sasa unatayarisha mpango ambao unatuwezesha sasa kuendeleza chuo chetu katika kutekeleza mambo mbalimbali yakiwemo ufundishaji wa mambo yanayohusika na uajiri wa walimu, uhusiano na taasisi za nje. Mambo mengi ambayo tunatekeleza katika chuo ni mambo tumewasilisha au nimewasilisha kwa wajumbe wa bodi, wameyajadili, wametoa michango yao, ambayo michango sasa ndio tunaenda kuifanyia kazi ili baadaye kuweza kuifanya dokumenti yetu ile au mpango wetu mkakati kuwa ni mzuri zaidi na baadaye fuate hatua ya utekelezaji. Nilimuuliza ni kwa kiasi gani wamefikia katika utekelezaji wa mpango mkakati wao uliopita na kipi sasa wanakwenda kukitekeleza. Kwanza asilimia karibu 75 ya utekelezaji tumeufanya. Hiyo ni asilimia kubwa na tunajipongeza. Lakini tatizo lilokuwepo ni kwamba kuna maeneo mengi tuliyatekeleza lakini bila ya kuangalia kwa kina ule mpango mkakati ambao tumeutayarisha. Kwa hivyo kuna mambo tumekuta kidogo tumekwenda ama nje ya yale tuliyotakiwa tuliyoyapanga au mengine hatukuyafikia kiwango ambacho tunatakiwa kufikia. Kwa yale ndio ambayo tumefanyia marekebisho na sasa hivi tumeyapanga upya. Tunategemea katika miaka hii iliyobakia, muda huu uliobakia, in fact mwaka mmoja tu sasa hivi uliobakia, mwaka mmoja na nusu, basi tutatekeleza ili itapofika mwisho wa Disemba 2027 iwe tumekamilisha mpango wetu huu na sasa tutaandaa mpango mwingine kwa ajili ya miaka mitano inayokuja. Kuhusu maendeleo ya chuo kwa ujumla, makamu mwenyekiti wa bodi hiyo Dr. Habiba Hassan Omar anaeleza. Kwa jumla tunakiona chuo kinazidi kwenda mbele kwa sababu tulianza na kozi mbili ambazo zilikuwa na restriction ya wanafunzi, unapewa tu pengine wanafunzi 100 au 150. Lakini sasa hivi tayari tumeongezewa ile idadi ya wanafunzi kutoka NACTVET ambao mwanzo walitupa wanafunzi 100 wa CO na wanafunzi 150 wa pharmacy, lakini sasa hivi tunapata wanafunzi 300 na pia chuo kimeweza kuanzisha kozi nyingine za biashara pamoja na nyingine hizi za afya ambazo tunatarajia kwenda kuzianzisha. Kwa kweli chuo kimejipanga na kinaendelea vizuri na nawapongeza sana principal pamoja na walimu wake wote na wasaidizi wake kwa juhudi ambazo wanazifanya, kwa sababu tumeanza na provisional registration ya NACTVET, lakini sasa hivi tayari tuna full accreditation. Tumeshapata full accreditation ya NACTVET na hizi zote ni juhudi za principal pamoja na wasaidizi wake kufanya chuo kiwe na ile hali ambayo NACTVET wanaikubali na kuweza kukubalika. Kwa hivyo sasa hivi tumeanza pia kutumia mitaala ambayo tuliyazima kutoka NACTVET pamoja na nini, lakini sasa chuo kinatengeneza mitaala yake wenyewe. Imeshaanza kutengeneza mitaala yake wenyewe na itakamilisha kutengeneza mitaala mingine
kwa sababu mwanzo kabisa unapoanzisha chuo huwezi kuwa na mitaala yako mwenyewe, kwa sababu unakuwa hujapata ile full accreditation na registration. Lakini sasa hivi tayari chuo kina fursa hiyo na tayari wameanza kutengeneza baadhi ya mitaala ambayo itaweza kutumika katika chuo. Habiba ameongeza pia ni kwa kiwango gani chuo kinapokwenda na bodi inajiridhishaje kuhusu walimu. Kwa kweli chuo kimejipanga na kinaendelea vizuri, na nawapongeza sana principal pamoja na walimu wake wote na wasaidizi wake kwa juhudi ambazo wanazifanya, kwa sababu tumeanza na provisional registration ya NACTVET, lakini sasa hivi tayari tuna full accreditation. Tumeshapata full accreditation ya NACTVET, na hizi zote ni juhudi za principal pamoja na wasaidizi wake kufanya chuo kiwe na ile hali ambayo NACTVET wanaikubali na kuweza kukubalika. Kwa hivyo sasa hivi tumeanza pia kutumia mitaala ambayo tuliyazima kutoka NACTVET pamoja na nini, lakini sasa chuo kinatengeneza mitaala yake wenyewe. Imeshaanza kutengeneza mitaala yake wenyewe na itakamilisha kutengeneza mitaala mingine, kwa sababu mwanzo kabisa unapoanzisha chuo huwezi kuwa na mitaala yako mwenyewe, kwa sababu unakuwa hujapata ile full accreditation na registration. Lakini sasa hivi tayari chuo kina fursa hiyo na tayari wameanza kutengeneza baadhi ya mitaala ambayo itaweza kutumika katika chuo. Kwa hivyo tunaona progress ya chuo ni nzuri, na sisi tunawashauri mara nyingi kwa sababu wengi wana uzoefu katika administration ya vyuo, na mbali ya wale madaktari ambao wamo kwenye bodi hii, lakini wengine wana uzoefu katika administration ya vyuo, wameshafanya kazi katika vyuo vikuu au vyuo mbalimbali hapa Zanzibar. Kwa hivyo tunaweza kuwashauri vizuri, na wao wanapokea mashauri tunayowapa na kuyatekeleza, na tunatamani kuona kwamba siku moja tunaanzisha kozi za degree. Kikao hicho kilimhusisha kiongozi mkuu wa serikali ya wanafunzi Omar Said Suleiman, na akaahidi kuwafikishia wenzake na kuwataka wanafunzi kuzingatia masomo, huku akimshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuweka unafuu katika upatikanaji wa elimu kwa vijana. Mimi wanafunzi na wahusia sana wasome na wajitahidi kufanya revision, wajitahidi pull up katika masomo yao, kwa sababu hili ndio lengo kuu lililowaleta hapa chuoni. Wametoka majumbani, wamesafa kutoka sehemu mbalimbali katika jamii na katika nchi hii na nje ya nchi hii kuja kutafuta elimu hapa. Kwa hiyo ninachowaambia wasome na watafute elimu kweli, kwa sababu Glorious ipo kwa ajili ya kuwawezesha wapate elimu iliyo bora. Kwa hiyo wachukue hicho kilicho bora wakakifanyia kazi huko usoni, ambapo tunashukuru sana Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika sekta ya elimu. Wanafunzi hawa ambao wanakuja kuchukua elimu katika ngazi zetu hizi za diploma pia kupatiwa mikopo. Kwa hiyo ikiwa una mwanao, una ndugu yako ambaye una changamoto, unahisi labda anaweza akashindwa kwenye ada, basi njoo naye chuoni kwetu Glorious. Hapa atafundishwa na atasoma na ataondoka na ujuzi ulio bora zaidi. Kikao hicho kilichofanyika chuoni hapo Mpendae, makamu mwenyekiti Dr. Habiba ametumia nafasi hiyo kuwanasihi wanafunzi hususan wa kike kutokata tamaa kutokana na baadhi ya changamoto wanazopitia. Watoto wa kike napenda kuwanasihi sana wajitahidi kusoma na kujitahidi katika maisha yao ili kuweza kuendeleza maisha yao, kwa sababu kuna vitu vinaingiliana. Sometimes unaweza ukaingia kwenye ndoa mapema ukashindwa kusoma, au ukaharakia pengine ukashindwa kusoma, lakini wajitahidi wasiharakie kuingia huko. Lakini hata ikitokea basi pia fursa zipo za kuendelea kusoma, wajitahidi, kwa sababu mifano ipo, watu waliingia kwenye ndoa mapema lakini wakaweza pia kufanya vizuri. Mfano mzuri mimi mwenyewe, sio mapema hivyo, lakini nilishamaliza form 4, lakini kutoka form 4 sasa toka 5 6 mpaka nimefika hapa nilipo, niko ndani ya ndoa, lakini nimeweza kufanya nini? Nimeweza kusoma na kuendelea na kuendeleza familia yangu. Kwa hivyo wajitahidi, maanake kusiwe na kikwazo kwamba mimi ni mtoto wa kike nahitaji ndoa au nimelazimishwa ndoa. Wajitahidi tu waweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea. Chuo cha Glorious Polytechnic kimekuwa tegemezi katika kutoa elimu ya kada ya sayansi ya afya, kompyuta, tehama, lugha za kigeni, biashara, rasilimali watu, maabara ya viwanda na kadhalika, wakisimama na kauli mbiu isemayo huduma bora na elimu bora.